Kitabu cha mwanamke. Fungua kurasa. Habari? Nzuri, habari za majukumu. Salama kabisa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Juhudi Nyanguka. Ndio. Taaluma yangu mimi ni afisa afya mazingira na nafanya kazi hospitali ya rufaa mkoa wa Temeke. Lakini pia nina taasisi inayosimamia inaitwa Hifadhi ya Mazingira kwa faida ya mama na mtoto. Sawa sawa, hongera sana. Asante. Na pia ni mdau wa mazingira Temeke, inaitwa Umati. Hongera mama. Asante. Mama, ningetamani nifahamu kitu gani ambacho kimewaleta katika siku hii ya leo hapa? Lengo kubwa la kuja hapa ni kwa ajili ya kuangalia siku yenyewe ambayo ni mazingira. Kwa tarehe 5 mwezi wa 6 tunazungumza siku ya mazingira duniani, Ndio. ambayo tunaona tuje tushiriki, na kama ambavyo kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba mazingira na Tanzania ijayo, kwa swala zima la kuangalia kuchukua hatua sasa kwa ajili ya udhibiti wa masuala ya plastiki. Kwa hiyo tunaona kwamba tukisema Tanzania ijayo na maana ni watoto. Ndio. Ambayo lazima tuje tuendelee kuwapa ufafanuzi zaidi na swala zima la matumizi ya plastiki. Ndio mwaka huu hasa ndio kauli mbiu ambayo plastiki zimekuwa bado zimeshamiri. Kuzungumzia plastiki tumezielewa kwa upande mmoja. Kama unavyofahamu, serikali ilipiga marufuku mifuko ya plastiki, lakini ikiwa ina maana bado matumizi ya plastiki bado ni makubwa Kabisa. na kama tunavyofahamu plastiki huwa haziharibiki, haziozi. Ina maana ikipasuka itachimbiwa shimo, itatupwa, vyovyote vile itakavyokuwa. Mifuko bado kuna vifungashio vya plastiki vinaenea, viko vingi ambavyo kama hali imerudi, tunasema imeboreshwa, lakini bado ni plastiki ambayo inaonekana. Kwa hiyo mimi nimeona nafasi hii ambayo nimekuja nayo hapa kuwapa elimu watoto kwa swala zima la plastiki na Tanzania ijayo. Lakini namna gani wao sasa wanaweza wakadhibiti sasa. Lakini kitu ambacho nimeongea nacho watoto ni kuona ile madhara ya moja kwa moja ambayo wanayapata. Kwa mfano hata turudi katika nafasi ndogo tu ya bidhaa zinazouzwa mashuleni. Ndio. Wanauza ubuyu, wanauza vifungashio vyao vyote sio karatasi. Wanafungashwa kwenye vifuko vya plastiki ambayo sehemu kubwa madhara ya kwanza kabisa watoto wao wanaviponda vile vitu ambavyo wameuzia, alafu waendelea kuvishonda taratibu, na tuna ule mfuko ukiambao uhalisia wake unapotea, na maana sehemu kubwa watoto wanakuwa wamekula. Kwa pia yale ni madhara. Lakini baada ya pale wanapofanya usafi wanafanyaje? Wanachoma moto. Kuchoma moto moshi pia unawapa madhara wao. Lakini ukienda kufukia haitaoza. Kwa hiyo namna gani ambavyo tuendelee kuwapa elimu ya matumizi sahihi ya karatasi ambayo hata ikichimbiwa shimo itaoza, ikichoma moto madhara yake ni madogo zaidi kuliko ile ya plastiki. Lakini ambavyo pia nakuja kuangalia kule hata nyumbani. Je, wazazi tunajua kwamba sisi wanafanya hivyo vitu shuleni? Kuna ambaye amechukua jitihada zozote zile za kutafuta kifaa maalum cha kumpa mtoto kwa ajili ya kuja kupaki chakula aidha kutoka nyumbani ama akiwa shuleni, kifaa ambacho anaweza akakitunza, kasafishwa na karibia kutumia tena wakati mwingine. Kwa hiyo kitu ambacho naangalia ilitakiwa tuangalie namna gani ya kukaa na watoto, lakini pia nitoe ile kwa mama wenzangu walezi kwa namna gani ambapo tuanze kuangalia watoto wetu vifaa maalum vya kufungashia chakula aidha wakiwa shuleni, njiani, ili tuweze kuona kwamba ninakaa usalama mtoto wangu kwamba hatafuni ile plastiki lakini bado anakula chakula salama kwa maana nimempa kifungashio. Lakini pia namna nyingine sisi ndio tunatuma watoto kule nyumbani, kawashe moto. Ule moto wa mkaa bwana unatumia nylon, plastiki. Ndala sijui kuna mifuko ya plastiki hiyo inaendelea, lakini mtoto ndo anayewasha moto. Ule moshi unaenda wapi? Mtoto ndo anavuta. Nini kitatokea Tanzania ijayo? Lazima la plastiki. Kwa tunapopiga hivi, lakini tuangalie na madhara mengine yanaweza kutokeza katika matumizi ya kawaida ya nyumbani ya siku hadi siku ambayo tayari hatutafikia. Kwa hiyo kutumia siku ya mazingira iwe ni ujumbe tosha kupitia watoto, wazazi na jamii inayozunguka na mashuleni pia. Tuweke wakati maalum hata somo maalum ambalo linahusiana na hilo swala zima la mazingira. Leo tunaangalia mazingira ya wireless, miti imekuwa kwa sababu kuna miti, maua, bustani nzuri kwa sababu hiyo sehemu ambayo imepandwa huo mmea chini ya kuwa na plastiki ambazo zimefikia. Ndivyo kwa namna usiweza kukua vizuri. Kwa sababu chini pale vile vitu haviwezi. Bado viko pale. Lakini bado huwezi kujua kama vina sumu za namna gani ambayo inaweza kuathiri ile mmea. Kwa hiyo na namna gani ambavyo tunaweza tukatumia kanani kadogo sana, lakini madhara yake ni makubwa mno ambayo yanaweza kuleta madhara kwa kizazi ambacho kinaendelea.
Sawa sawa mama, ningetamani kufahamu mapokeo ya walimu na wanafunzi tangu mmefika mahali hapa, mmeonaje? Mapokeo yake ni mazuri, shule ambayo imejipanga. Shule ambayo unajua shule Kongo zina namna zake nazo. Ndio discipline, lakini namna gani ambavyo watoto wameweza kutulia na kuweza kutuelewa. Lakini niliwaambia bado nina ahadi kusema hii siku moja tumeongea vitu vingi mchanganyiko. Inawezekana pia watoto wasiweze kushika vyote. Inawezekana leo akaamua siondoke cha mazingira akashika kingine ambacho anakifikiria. Naweza kaona tunafurahia tu kwenye, lakini tuna imani kwamba kila siku tutakapomuuliza kuna kitu tutakumbuka kulingana na siku hii ya leo. Lakini tuseme kipekee mapokezi mazuri, walimu wameonyesha ushirikiano mkubwa na watoto wenyewe wameonyesha ushirikiano mkubwa. Wameonyesha pia wamepokea hii siku na kupenda. Niwashukuru sana na niwapongeze katika hilo, na maeneo mengine basi yaige kitu ambacho kinafanya. Wale si maripoti. Nashukuru sana. Asante sana. Asante.